Jamani, amina. Amen. Wafilipi 1 mstari wa 21 mpaka 22. Hebu soma hapo. Wakati huo tunaendelea kujifunza misingi 16 ya Wapentekoste wa Pentekoste. Wapentekoste kinachotufanya tusimame na huyu Yesu. Vitu 16 ambavyo vinatufanya sisi tuseme huyu Yesu ni Mwokozi, alikuja kuniokoa. Huyu Yesu ameenda kuniandalia makao. Huyu Yesu atakuja kunifufua. Huyu Yesu anakuja kunichukua nikiwa hai au nikiwa nimekufa. Elias alichukuliwa tu. Na Henoko sio alichukuliwa tu. Wakumoja wote. Wewe unataka Yesu akaja kuja kwa. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili, kwangu mimi ni matunda ya kazi. Basi nitakalochagua nilitambue. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwahitajika zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu, kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Amen. Tunaendelea na misingi 16. Leo tunaenda msingi wa 13. Ndio na misingi mingine huko nyuma. Kama uko wewe basi inabidi uulizie. Sawa? Leo tunaenda msingi wa 13. Msingi wa 13 unasema tumaini lenye baraka. Kutarajia kuliko na baraka. Kutarajia kuliko na baraka. Kuliko na nini? Kuliko na baraka. Huko kwa muhimu sana. Kwa Mkristo wa leo, lazima huu msingi ukujenge ufahamu. Maana ufike mahali utaambiwa, wewe maisha yako yameisha tu. Ukishakufa maisha yako yameisha. Yaani na inaishia hapo. Inatosha tu hapo. Wewe usijali mambo mengine, ukishakufa umekufa tu. Hakuna. Sema tunaamini juu ya ufufuo wa wale ambao wamelala katika Kristo na kunyakuliwa kwao na wale walio hai waliosalia mpaka wakati wa kuja kwake Bwana. Ndiko tumaini lenye baraka lililo kanisa. Kufufuliwa. Yaani ukifika hapo sasa, ukisema tumaini hilo kama kuna ufufuo, hautaogopa kitu. Ni nini? Baraka. Msingi wa 13. Naomba tusome maandiko mawili tu mazuri, mengine tunayaacha. Tusome Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Mstari kuanzia, hebu tuanzie 13 mpaka mwingine afungue Wakorintho wa kwanza 15. Tutasoma 51 mpaka 52. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tutawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Biblia yako hiyo inabidi tufanyie. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 51 mpaka 50.
Nawaambia nyinyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Wapi ewe mauti, kushinda kwako? Wapi ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo na asubuhi nzuri ambayo umetupa. Tunatamani kutafakari ukuu wako na uweza wako na hata mwisho wako na maisha yetu. Asante kwa sababu wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Asante kwa jinsi ambavyo unatufundisha ili Bwana tufike mahali tufahamu uko wakati wa kuishi na wewe milele. Utuwezeshe kutembea katika haki yako, utuwezeshe kuishi katika maisha matakatifu, ili siku tukiondoka duniani tuwe na uhakika kwamba tuna mahali pa kuja. Ndiyo maana Yesu ukasema unaenda kutuandalia mahali, ili pale utakapokuwepo na sisi tupate kuwepo. Asante kwa ajili ya mchana wa leo. Baba, uwe pamoja nasi, tutafakari pamoja na wewe, utuwezeshe kuishinda na kufahamu pale ambapo tunahitaji kutembea kwa nguvu yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu na Mungu wetu. Leo tunaongelea habari ya kufa na kufufuka. Sawa? Leo tunaongelea habari ya kufa sana. Wale wanaoogopa kufa, poleni sana. Wale wanaoogopa kifo, uruhusiwi kuogopa. Ukiogopa kifo, Kristo maana yake iko dhambi. Anasema uchungu wa nini? Uchungu wa mauti ni nini? Uchungu wa mauti ni nini? Ni dhambi. Ikiwepo lazima mtu aogope. Hiyo kupiga ua. Kama dhambi ipo, lazima uogope kufa. Maana utaenda babaya. Kifo sio vizuri. Na maana sawa? Kifo sio vizuri. Kifo lakini sio kizuri. Ila Mungu amekiweka. Ninampenda Mungu kwa sababu yaani Mungu ameweka kifo hapo na nisifia kifo. Kwa hiyo Mungu kufa sio shida. Tunazungumza hivi. Yohana akaenda akakatwa kichwa. Mungu yupo anaangalia. Lakini tunasoma habari za Stefano kwenye Matendo 7. Stefano shemasi mzuri aliyehubiri akashuhudia ukweli. Biblia inasema wakaanza kumpiga mawe na Sauli akiwa mmoja wapo. Sawa? Wakaanza kumpiga mawe, wanampiga mawe mpaka anaelekea kufa. Anasemaje kwenye Matendo 7? Anasema Bwana wasamehe. Usiangalie kutenda kwao. Yaani anapigwa mawe na kufa. Alikuwa anajua iko siku mimi kufa huko hakuna vitabu. Iko siku nilikuwa naenda kupumzika na Mungu wangu. Alafu siku Mungu anakuja kunifufua. Nikaishi na yeye leo. Lakini yeye akijalo mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unasikia watu ambao wamekaa chini, hata wewe utishwa kidogo tu na mume wako tayari unasema kanisani si yeye. Amesema atanipiga baba ataniua.
wa Mungu huyo amesimama. Ukisoma yote hivi utaona alipokuwa anawahubiria, anawaelezea historia na ubaya wa dhambi. Sasa mwishoni anafikia wanaona huyu jamaa anamsumbua huyu. Wakaamua mtu wa Mungu anaamua kupigwa mawe. Sio kuamua, waliamua kumpiga mawe. Yeye hakuona uchungu wala hakukimbia. Sawa, anasema akamtoa nje ya mji. Wakaanza kumpiga mawe. Yeye ametulia mpaka akafa. Kwa nini? Huyu alikuwa amejenga kwenye msingi wa tumaini lenye baraka. Mambo nasema msingi wetu wa 10 na ngapi? Msingi wetu wa 13. Alijenga kwenye msingi huo. Yesu anasema ujapokufa utafanya nini? Utaishi. Ujapokufa utafanya nini? Utaishi. Kwa hiyo sisi hatuogopi kufa. Hatuogopi, tunaogopa kufa kwenye dhambi. Unaona? Unakufa kiroho na kuna kufa kimwili. Yeye kufa kimwili kuliko kufa kiroho. Sawa? Ukifa kiroho maana yake hautakuja kuonana na Mungu milele. Sawa? Hiyo ndio kufa kiroho. Hautakuja kuonana na Mungu milele. Sasa umepoteza. Kwa maana yake utaenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo nataka tukae vizuri, tujifunze. Tumwamini Mungu 100%. Kwamba Mungu sio dhalimu. Sawa? Mungu sio dhalimu. Mungu sio mbaya. Yaani Mungu kifo kwake sio shida. Sawa? Kifo kwake sio shida. Ila anataka kuwafundisha watu wajue uwezo wa kifo. Watu wamefanya kiburi sana. Sasa angalau kikiwepo hicho kiangalau achana na Mungu. Unaacha. Unajua dhambi inanitenga mbali na nani? Lakini sisi kila ukiona ndugu yako anakufa kwenye dhambi, sikiliza sana. Bwana mnatenda hapa ameandika hivi, ndugu zangu, hamtaki kulia sana. Kama mtu alikuwa amemwamini Yesu akafika muda wa kufa, hataki kulia sana. Ndio Biblia inasema hivyo. Alikulia sana kama tumempoteza sana. Anasema hapana, huyo aliyelala katika Kristo hatutawatangulia hao waliolala katika Kristo, watafufuliwa kwanza. Alafu sisi sasa tuliobakia hai tunabadilishwa tupate kuambatana nao kuelekea wapi? Mbinguni. Amani, haleluya. Amani, Bwana Yesu asifiwe. Tamaa juu ya nchi ya Israeli. Wakati huo wana wa Israeli walikata tamaa juu ya nchi ya Israeli. Walianza kunung'unika sababu ya njaa, walianza kunung'unika sababu ya maji, walianza kunung'unika sababu ya njaa, walianza kunung'unika sababu ya maji. Wakati huo wana